Mkutano wa viongozi wa chama cha ODM sasa umeingia siku ya pili kule Mombasa, huku chama hicho kikiweka mikakati ya jinsi na kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Baadhi ya mambo yaliyojadiliwa ni pamoja na kudai fedha za vyama vya kisiasa na mikakati kuimarisha chama hicho mashinani. Clement Masombo anaeleza zaidi. Mkutano wa siku tatu usimamizi wa chama cha ODM umeingia siku ya pili leo, huku chama kikiweka mikakati kadhaa ya kuimarisha uungwaji mkono wake kote nchini kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. It is the strategic and practical plan of ODM to form the next government either alone or as part of the coalition that forms that government in 2027. After this, we will continue conversations until tomorrow on the unity and strength of our party and our strategy moving into 2027 and beyond. Miongoni mwa mambo yaliyopewa uzito kwenye makubaliano hayo ni kudai kima cha shilingi bilioni 12 za chama kutoka kwa serikali. That the party engages the state to fully release political party funds to political parties to fund the activities of all political parties, including ODM. Viongozi hao pia walikubaliana kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba uchaguzi wa mchujo wa chama utakuwa wa huru na haki. We task the National Elections and Coordinating Committee, formerly the NEC Elections Board, to devise enhanced and fail-proof mechanism for conducting free, fair, transparent and credible party nominations for all elective positions. Aidha, uongozi wa ODM umekubaliana kwa kauli moja kushinikiza serikali kuharakisha fidia ya waathiriwa wa ghasia za siasa. We task the party to engage state to fast track the implementation of the compensation of victims of police brutality as endorsed in the national budget and consider extending it to periods beyond the provisions of current legislation. Clement Masombo, KTN.